Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo. Na leo tunaendelea na series yetu ya biashara ama business. Kama unavyofahamu, tumekuwa tunasema ndoto ya kuanzisha biashara ni kusudi zuri katika maisha yako, kwa sababu moja, inaweza kusaidia wewe kutengeneza kipato ama kuongezea kipato ulichokuwa nacho. Kwa hiyo tumeshazungumzia juu ya ijue biashara ni nini, tukazungumzia aina za biashara. Kwa hiyo leo nataka tuzungumzie juu ya kufanya utafiti wa kimasoko. Ni wazi kwamba wewe unapokuwa unaanzisha biashara, manake kuna watu umelenga uweze kuwauzia bidhaa zako au huduma zako. Kwa hiyo unapoingia kwenye biashara ni lazima uweze kujua kwamba hawa watu nitawapataje, hawa watu nitawezaje kufanya nao biashara, na hawa watu nitaweza kufanya nini ili niweze kupata faida katika hii biashara nitakayokuwa naifanya. Kwa leo tunaenda kupitisha kuonyesha hatua mbalimbali ambazo unaweza ukazipitia kwa ajili ya wewe kuweza kufanya utafiti wa soko lako ili uweze kujiridhisha kwamba hili soko ni soko ambalo mimi naweza kufanya biashara na kupata faida. Niliwahi kukuambia na naendelea kusisitiza kwamba sio kila biashara ni biashara nzuri. Biashara itakuwa nzuri tu pale ambapo inakidhi malengo, madhumuni na inafuata kanuni na sheria na taratibu za nchi. Hapo ndipo unaweza ukasema kwamba biashara unayoifanya ni nzuri, kama inaweza ikawa inafiti katika mambo hayo yote. Kwa sio kila biashara ambayo mtu anaifanya wewe ni lazima ufikirie kuingia kwenye biashara hiyo kuona kwamba wanapata faida. Hapana. Sasa leo nataka nikupeleke kwenye kipengele hiki ambacho tumezungumza ya jinsi ya kuweza kufanya utafiti wa soko la biashara. Unajua soko ndio hiyo tunaita kwa Kiingereza market, kwamba market, lakini kwenye hii market kuna customers, kuna wateja. Kwa hiyo ni muhimu sana unapofocus soko lako au unapoanza kuangalia soko lako, unachoenda kufocus nacho ni kwenda kuangalia mteja, mteja kama utampata katika soko lile. Soko linaweza likawa kubwa sana kwa maana ya availability ya hilo soko, lakini katika hilo soko lako wateja wako wakawa ni wachache sana. Nataka tuende tuangalie wote kwa pamoja ni vitu gani vya kuviangalia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafanya tathmini ama utafiti wa soko lako vizuri, na mwisho wa siku uweze kuwa na soko ambalo linaweza kukulipa. Kitu cha kwanza cha kukifanya ni tathmini ya walengwa au targeted audience. Wewe unaweza ukafungua biashara yako sehemu kwa sababu tu watu ni wengi, lakini ukashangaa hakuna anayekuja kununua au wanaokuja kununua ni wachache. Kwa nini? Kwa sababu hujaenda kwenye targeted audience, kwamba unaowalenga hasa ni akina nani. Kwa mfano, katika kufanya utafiti huu wa walengwa, maana yake tunaweza tukaangalia location ama ni wapi hiyo biashara itakaa. Tunaweza tukaangalia vitu kama demography. Demography ni ule utaratibu ama watu ambao wanapatikana katika hilo eneo. Wanaweza wakawa ni watu wazima, kwa maana ya wazee, vijana, watoto, wanawake, wanaume. Demography ya hilo eneo ambalo wewe unataka kupeleka hiyo biashara likoje. Kwa mfano, wewe unapokuwa una viwanja unataka kuviuza kwa watu wa aina gani? Kwa mfano, kama ni eneo hilo wanaishi watu wa miaka 70 na kuendelea, likely kwamba unaweza usipate wateja wa kutosha. Lakini kama ukilipeleka hilo eneo kwa vijana ambao ni miaka 30 au 25 na kuendelea, maana yake kuna chances kwamba hivyo viwanja vitapata watu wengi, kwa sababu hao ni vijana ambao wanataka wanunue viwanja ili waweze kujenga na wao nyumba zao. Nitakuuliza swali lingine. Kwa mfano, wewe ukataka kuanzisha biashara ya nguo za watoto. Hivi pale market yako ni nini? Market yako ni wanawake au akina mama, au target yako ni watoto? Ukisema kwamba target yangu mimi ni watoto, je, mtoto anaweza kuja kununua nguo? Utakuja kujikuta kwamba haiwezekani. Lakini kama target yako ni kuleta nguo ambazo zitawaimpress wakina mama kuwanunulia watoto wao, maana yake ni kwamba wewe targeted audience yako ni wanawake ambao wana uwezo wa kununua zile nguo kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza ambacho tunakifanya, kwamba kufanya tathmini nzuri ya walengwa ambao wataweza kununua ile bidhaa zako au kununua zile huduma ambazo wewe unahitaji kuzifanya. Kama unafanya real estate kwa mfano, jaribu kuangalia kwamba unajenga yale majumba ili waende kuishi watu wa umri gani.
au watu wa aina gani, ni wapangaji hao wa aina gani wataweza kupatikana. Unaweza ukaenda ukajenga magorofa au ukajenga nyumba ambazo zina hadhi kubwa sana katika maeneo ambayo watu wana uwezo wa kulipa vyumba vya bei ya chini, tunaweza kusema. Kwa hiyo mwisho wa siku umejenga nyumba nzuri au umejenga apartment mazuri, hayapati wateja kwa sababu targeted audience ambayo wewe umeitarget kwenye wrong place. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni juu ya uchambuzi wa washindani, competitor analysis. Unapotaka kufungua biashara yako, lazima ujue kwamba hii biashara ninayotaka mimi kufungua ni biashara ambayo ni mimi mwenyewe ndio naifanya au kuna watu wengine wanaifanya. Kama hiyo biashara unayoifanya wewe kuna watu wengine zaidi wanaoifanya, then unapofanya competitor analysis au unafanya uchambuzi wa washindani, lazima ujue kwamba mimi ni kitu gani cha ziada au cha tofauti ambacho nitaenda kukifanya ambacho kitanipa value au thamani kwa wateja wangu ambao mimi nitawahudumia. Kwa mfano, naomba nitolee mfano kwamba wewe una restaurant yako au ni mama ntilie pale, lakini pale kuna sehemu mbili, unaona kwamba 2 au 3 watu wanatoa ile huduma, lakini wewe ukaona kwamba okay, mimi nikienda pale nikawa naweka pale redio, watu wanasikiliza muziki, nitapata wateja. Kwa hiyo unaona kwamba unafungua wewe, lakini kuna kitu kingine cha ziada unakiweka, alafu watu wanakuja kwenye bidhaa zako. Kuna watu wanatoa huduma kama ya vinywaji kwa mfano, lakini wakati huo pale wanapotoa wanaweka screen, wanaonyesha mpira. Kwa hiyo wale watu wote ambao wanapenda kuangalia mpira wanasema kwamba niende sehemu fulani kwa sababu nikifika pale na uwezo wa kuangalia pia na mpira. Kwa hiyo mwisho wa siku amekuja pale kwa sababu ya mpira, lakini vile vile akifika pale karibu mteja anaanza kuhudumiwa kinywaji. Kwa hiyo wewe umeweza kuongeza value au umeweza kuongeza thamani kwenye ile biashara yako ambayo unaifanya. Kwa hiyo competitor analysis, wale watu ambao unashindana nao katika kile kitu unachokifanya, ni muhimu sana kuweza kufanya tathmini yao na wewe kujiridhisha, kuweka mkakati wa tofauti ambao utaweza kusaidia wewe kujitofautisha na wao wakati unapoenda kufanya biashara ile ambayo na wenzako wanaifanya. Kwa kitu kingine cha tatu, tunapofanya utafiti au tathmini ya soko, ni mwenendo wa soko. Hili soko letu likoje? Linapanda, linashuka? Ni wakati gani linapanda na ni wakati gani linashuka? Masoko mengi mara nyingi unakuta hayako static au yani hayako stagnant. Masoko mengi unakuta wakati mwingine yako dynamic. Nitakuchukulia mfano kwamba sasa hivi ni kipindi cha mfungo wa Kwaresma pamoja na Ramadhani. Kuna bidhaa sasa hivi ziko juu kwa maana ya bei, lakini mfungo ukiisha zile bidhaa zote zinashuka bei. Lakini pia kuna bidhaa ambazo zenyewe bei yake iko chini sana, lakini kuna nyakati ambazo kwenye mfungo kama zinakuwa ziko juu au baada ya mfungo kama tulivyosema zinashuka. Kwa hiyo wewe unaweza ukaingia unasema unaona ile market trend ni kubwa, kuna mpishano wa vyakula mbalimbali, vitu mbalimbali vinanunuliwa, mavazi yananunuliwa, wewe unasema kwamba yes, hii biashara inalipa. Unaenda unakuta kwamba kumbe ndugu yangu ile biashara inafanyika tu ndani ya siku 30, baada ya hapo inadorora. Kwa hiyo mwisho wa siku kama ulichukua mzigo mkubwa sana, unaenda kudisappoint na ile biashara, wewe unaweza ukaanza kuichukia na kuona kwamba biashara hii sio nzuri. Kwa hiyo market trend is very important, ni kitu cha msingi sana kukiangalia wakati wewe unafanya tathmini ya soko ambalo wewe unaenda kufanya biashara. Kitu kingine cha kukiangalia ni mikakati ya bei au pricing strategy. Unajua, mnaweza mkawa mna trade service moja au mnaweza mkawa mna trade bidhaa za aina moja, lakini bei zenu ni tofauti. Kuna mwingine bei iko juu na kuna mwingine bei iko chini, na wewe unaweza ukashangaa kwamba wanaacha bidhaa ambazo bei yake ni chini, wanaenda kununua bidhaa ambazo bei yake ni juu, au wanaacha huduma ambayo bei yake ni chini, wanaenda kuchukua huduma ambayo bei yake ni juu. Na wewe unabaki unashangaa, haya mambo yanafanyikaje? Mbona vya kwangu viko bei chini, kwa nini hawachukui? Lakini ni kwa sababu mwenzako ameweza kugundua vizuri, amefanya pricing strategy yake ambayo inampa faida, lakini pia ameweza kuiongezea value. Kwa hiyo mwisho wa siku mteja anaenda kwenye kile ambacho anaona atapata thamani
ya kitu ambacho anakihitaji, kwa sababu unapoweka bei maana yake kwamba ile bei unataka wewe kupatia faida, lakini vile vile mteja yeye anaangalia kwamba katika hii bei mimi nitapata wapi value ambayo mimi naihitaji. Kwa ndio maana wakati mwingine niliwahi kuzungumzia kwamba soda inaweza kauzwa shilingi 1000, alafu soda hiyo hiyo mahali pengine ukaenda ukakuta inauzwa shilingi 5000. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya kuangalia kwenye swala zima la marketing au mikakati ya bei ama pricing strategy. Jambo lingine la 5 ambalo tutaliangalia ni njia ya masoko. Masoko yako yanapatikanaje? Masoko yako ni physical kwamba watu wanayatembelea, au masoko yako yanapatikana kwa njia ya mitandao ama kutangaza kwenye redio? Masoko yako yako wapi? Kwa hiyo wewe angalia, kwa mfano sasa hivi teknolojia imeshift kabisa jinsi ambavyo watu wanafanya biashara. Kuna mtu anaweza akawa yuko mahali na anahitaji kitu kiko Kariakoo au yuko kwenye soko fulani kubwa. Yeye anaingia tu kwenye mtandao, ana request kile kitu, anashangaa kitu kinaletwa akiwa amekaa pale mahali alipo. Haendi huko kwenda kufuatilia kwamba hiki kinauzwaje sijui ni nani. Anaangalia tu masoko jinsi yanavyoenda kwenye mitandao, alafu vile vile yeye mwenyewe anaanza kulinganisha bei kwenye mitandao, anaangalia quality kwa maana ya ubora, na mwisho wa siku anafanya maamuzi. Kwa hiyo na wewe pia unapaswa kuwa kwenye position ya kujua kwamba hao wateja wangu ninaweza nikawafikia kwa njia gani. Je, nitangaze kwenye televisheni, nitangaze kwenye redio, nitumie mitandao, nitumie magazeti, au nitumie vyombo gani vya habari kuweza kuhakikisha kwamba ninayafikia masoko yangu ninayoyahitaji. Kitu kingine ambacho tunaweza tukasema kwa muktadha wa mazungumzo yetu kwamba unaweza ukakifanya cha mwisho ni kufanya product testing, na hii inaweza ikafaa zaidi kwa pale ambapo wewe umefanya design ya huduma ambayo unataka kuipeleka sokoni kwa mara ya kwanza, au bidhaa unataka kuipeleka sokoni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunaposema product testing au kufanya majaribio ya bidhaa au huduma, maana yake ni kwamba unawapatia wale watu huduma kidogo, au unawapatia wale watu ile bidhaa unaipeleka sokoni kidogo, alafu unaanza kuona jinsi wanavyochangamkia. Kwa hiyo kama ukiona wameichangamkia, unajua hii bidhaa kumbe inakubalika. Wewe kama unataka kuuza vitenge, batiki, kanga katika maeneo fulani ambayo kuna wakina mama wengi, maana yake unaweza ukachukua vitenge 2 3 ukaenda navyo pale ukaangalia. Ukiona mtu anasema hivi vipo bado vimekwisha, au unajua kwamba kumbe hii product watu wanaipenda, watu wanaihitaji. Kwa hiyo unaanza kuagiza mzigo ambao ni mkubwa au kutengeneza product ambazo ni nyingi zaidi, ambazo zitakusaidia pia wewe kwa ajili ya kupata value kwenye soko lako. Na kushukuru sana, tunaomba uendelee kutufuatilia katika vipindi vyetu vya biashara kwa ajili ya kusaidia wewe kugundua ndoto yako katika biashara, lakini na kuweza kutimiza kusudi la wewe kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo tunasema kila kitu kinaanza na wewe, so it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante sana na karibu sana.